tutakuwa tunaendelea na somo letu lililokuwa linahusu tujifunze kwa Yesu. Amen. Tunaweza tukajifunza sehemu mbalimbali. Tunaweza tukajifunza kwa watumishi wa Mungu, wachungaji, mitume, wainjilisti, manabii na watumishi wenye karama na huduma mbalimbali, lakini tuliona turudi kabisa kwenye kiini cha imani yetu, turudi kabisa kwenye chanzo cha imani yetu, tumsikilize Bwana Yesu, yeye anasema nini. Maana kuna watumishi wengi wana mafundisho mbalimbali na unaweza tukagawanyika katika kila mtu akampenda mtumishi fulani. Tunaona hilo hata katika kanisa la kwanza. Wengine walisema mimi ni wa Kefa, mimi ni wa Apolo, mimi ni wa Paulo, mimi ni wa nani. Kila mtu alipata mashabiki, akampenda mtumishi fulani zaidi. Sio kwamba aliwachukia wengine, ila alimpenda mtumishi fulani zaidi. Nadhani hata ninyi mlioka hapa, Mungu awabariki sana, kwa sababu mmenipenda, ndio maana mmechagua mahali hapa, kwani mahali pa kuabudu. Haleluya! Kwa ninyi ni mashabiki wangu pia, pamoja na kwa tunamtumikia Bwana, lakini ni mashabiki wangu. Kule kwenye siasa wanaita chawa ni neno baya, lakini si neno zuri sana, lakini ni vizuri. Bwana asifiwe. Sasa Mungu awabariki sana jamani. Hatujaanza sisi na hamjaanza nyie, wala msijisikie vibaya kuwa wachawa wagome, kwa sababu ndivyo Mungu alivyowaweka msimame pamoja na huduma hii. Haleluya, haleluya. Wenzetu walianza wakasema mimi ni wa Paulo, mimi ni wa Apolo, mimi ni wa Kefa, mimi ni wa nani, mimi ni wa Kristo. Kila mtu alichagua. Sasa tunaweza tukajifunza kwa watumishi mbalimbali, mnaweza mkajifunza kwa Majidi, lakini leo ninasimama hapa tujifunze kwa Yesu. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Yeye ndiyo chanzo cha imani yetu, yeye ndiyo mwanzilishi na mwenye kutimiza imani yetu. Mtumishi wa Mungu Paulo katika nyaraka zake anasema tumtazame sana yeye, tumwangalie sana yeye, maana yeye ndiyo dira yetu, yeye ndiyo mwelekeo wa imani yetu, ndiye aliyeianza imani yetu na ndiye atakayeikamilisha. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tulianza kujifunza kwa Yesu kupitia, tukaangalia tabia zake. Yesu ni wa namna gani? Alijieleza mwenyewe sehemu nyingi kwamba mimi ni mpole na mimi ni mnyenyekevu wa moyo. Mkimjifunza kwangu, mkijivika nira yangu, mkajifunza kwangu, mimi ni mpole na mnyenyekevu, mtapata raha nafsini mwenu. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Ndugu zangu wapendwa, Paulo naye alisema maneno fulani, akasema nifuate mimi kama mimi ninavyomfuata nani? Kristo. Kwa hiyo sasa tunaweza tukamfuata mtumishi fulani, si mbaya, lakini sasa tuhakikishe anamfuata Kristo. Tuko pamoja? Tukimfuata Paulo, tukimfuata Majidi, tukimfuata mtumishi nani, tuhakikishe anamfuata Kristo. Paulo hakusema tu tumfuate yeye, alisema nifuate mimi kama mimi ninavyomfuata Kristo. Kama huyo mtu hamfuati Kristo, maana yake hakuna haja ya kumfuata. Katika nyaraka fulani anasema waangalieni sana wale waliokuwa wakiwaongoza, waliowaeleza neno la Mungu, waangalieni sana mwisho wa imani yao, iigeni imani yao. Si jambo baya kuwafuata na kuiga imani yao, lakini tuhakikishe wanamfuata Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tukakuta tabia za Yesu, alikuwa ni mtu wa namna gani? Amejieleza mwenyewe, yeye alikuwa ni mwenye rehema. Tumeona aliwarehemu akina Bartimayo, wakasema mwana wa Daudi, Bwana unirehemu. Pamoja na kuwa alikuwa na safari zake na watu walimzonga kila mahali, lakini kwa sababu Yesu alikuwa wa rehema, alivunja huo mwiko wa protokali ya watu kuto kumsogelea hovyo hovyo, akaamua kugeuza msafara na kumsikiliza Bartimayo kipofu, akamrehemu. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Tumejifunza tabia nyingi kwamba Yesu alikuwa akiwatii wazazi wake. Vijana mko hapa? Yesu tunayemfuata alikuwa akiwatii wazazi wake. Mnatakiwa muwatii wazazi wenu. Yesu tunayemfuata, Biblia inasema alimpendeza Mungu na wanadamu. Tusiwe kinyume na jamii. Tuhudhurie kama kuna mishiba, kama kuna mambo ya kijamii, kuna michango ya kujenga shule, hospitali, tushiriki. Maana haya mambo ni mambo muhimu. Biblia inasema Yesu alimpendeza Mungu na wanadamu. Inapofika kwenye swala la kodi, tulipe, maana Yesu alilipa kodi. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe.
Siku moja walikuwa wameishiwa kabisa. Yuda kwenye mfuko wake ilikuwa hamna kitu na wanadaiwa kodi. Yesu akamtuma mmoja wa wanafunzi wake akamwambia, nenda kavue samaki. Yule samaki utakayemkuta wa kwanza mtoe, fungua kinywa chake, utakuta kuna shekeli. Lipa kodi yako Petro, lipa na ya kwangu. Haleluya! Kwa hiyo Yesu aliwapendeza wanadamu, alifanya yote aliyotakiwa katika jamii, hakwenda kinyume. Lakini cha msingi kabisa, alimpendeza Mungu, alikuwa furaha ya baba yake, na baba alimshuhudia siku moja akasema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu ninayependezwa naye. Kwa Mungu, Yesu alimpendeza Mungu, aliwapendeza wanadamu, alitenda mambo mengi sana, aliwasaidia watu waliokuwa wamekata tamaa. Yesu alikuwa na moyo wa kipekee na watu wote walimshuhudia kwamba hakuwa na dhambi. Katika kitabu cha Ibrania neno la Mungu linasema Yesu alijaribiwa sawa sawa na sisi katika mambo yote, lakini hakufanya dhambi. Tuliangalia tabia yake. Siku ile anahukumiwa kupelekwa msalabani, walimjaribu, akapelekwa kwa Pilato, akapelekwa kwa Herode. Wote walikiri kwamba hawaoni kosa juu ya mtu huyu. Yesu alikuwa ni mtakatifu. Tulijifunza mambo mengi juu ya tabia za Yesu. Sasa leo tunaenda kuangalia juu ya mafundisho yake. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Leo tutaangalia mafundisho yake. Tunataka kujifunza kwa Yesu. Yesu alifundisha nini? Ni kweli Paulo amesema vitu, ni kweli Petro amefundisha, ni kweli Yakobo amefundisha, ni kweli mitume mbalimbali, na hata leo watumishi wa Mungu bado wanafundisha. Lakini Yesu anasema nini? Tunaenda kuangalia hapo. Ukitaka kujua mafundisho ya Yesu, utafungua kitabu cha Mathayo sura ile ya 5, sura ile ya 5 mpaka ya 7. Sura ya 5, ya 6, ya 7 ni sura ambazo zimejaa mafundisho ya Yesu, na mafundisho hayo yalikuwa yamejaa neema. Ni mafundisho yaliyokolea munyu, watu walipenda kuyasikiliza. Ukisoma hapo mwishoni mwa sura ya 4, Biblia inasema watu walimwendea kutoka sehemu mbalimbali, kutoka Uyahudi, kutoka Samaria, kutoka kila mahali, wanamfuata Yesu wasikilize mafundisho yake. Maana mafundisho yake yalikuwa ni ya ajabu, yalikuwa yanaweza akawafanya watu wakakaa siku kadhaa wakimsikiliza Yesu. Tujifunze kwa Yesu, anafundisha nini? Sasa hatutaweza kuyamaliza kwa ibada hii ya dakika chache isiyotimia hata saa moja. Tutaangalia tu kwa haraka haraka, nitaka nipitie angalau, ila jitahidi sana kufika siku ya Jumatano, tunachambua hapo kitu kimoja kimoja, kuangalia Yesu alifundisha, alimaanisha nini? Alipofundisha mafundisho yanayohusu sadaka, alizungumzia nini? Alipofundisha habari za kusali, alizungumzia nini? Hapo tutaangalia kwa kina kipengele kimoja kimoja. Kwa mfano, Jumatano iliyopita tulikuwa tunaangalia Yesu aliposema, patana na mshtaki wako kabla hajakupeleka mbele. Patana naye njiani, maana usije ukaenda huko mbele akakukuta mambo makubwa zaidi. Sasa tuliangalia kipengele hicho tu, ibada ikaisha. Sasa leo nitaongelea tu kifupi, kisamari, nataja kimoja kimoja. Pale nitakapotakiwa kusimama kidogo nitasimama, ujue kwamba mafundisho ya Yesu yalisema nini yeye mwenyewe kwa kinywa chake. Haleluya! Kwa wale ambao wana Biblia zile za zamani kidogo, neno lolote alilolitamka Yesu kwa kinywa limeandikwa katika rangi nyekundu. Si kama kuna watu wana Biblia za namna hiyo hapa. Maneno aliyotamka Yesu peke, yani aliyosema yeye kwa kinywa chake. Ukikuta pameandikwa Yesu akasema, hilo neno hakusema Yesu, limeandikwa kwa rangi ya kawaida. Lakini kila aliposema mimi ndimi, hapo anaongea mwenyewe, wino unabadilika. Lakini akisema walipoenda wakamwendea watu akaanza kuwafundisha, hayo sio maneno aliyosema yeye, ni yule mwandishi aliandika. Ila yale aliyosema mwenyewe watu wamejaribu kuyaweka katika, naona siku hizi kwa sababu press zimekuwa nyingi za kuprint mbalimbali, kuna vitu vingine hazizingatii, na unakuta mambo mengine wanakosea kabisa. Unakuta neno fulani wameandika mstari umeishia njiani, haujatimia mwisho. Kumekuwa na shida hizo sana. Kwa hiyo tuwe makini pia kuchagua Biblia ambazo na mpango wa shetani pia ni kutuharibia, ni kutupotezea mwelekeo wa maandiko mengine. Kwa Mungu atusaidie. Sasa kwa mfano nilikuwa naangalia hizi Biblia za umu za kwenye simu, I see kuna vitu vingi sana, nyingi zimeacha. Asante sana mzee. Anasema New International Version, NIV. Kuna wakuta vitu vingi sana umeviacha. Unakuta wakati mwingine umepindua kabisa sura. Yaani ukisoma huku ukasoma unakuta ni vitu viwili tofauti. Kwa hiyo tuwe makini, na jitahidi sana, nikuombe pia, tuko katika wakati wa hatari.
Wakati huu kama Biblia zinapatikana zile ziko, nunua weka nyumbani, nunua weka nyumbani, kwa sababu humu kweli mimi napenda sana Biblia hii kwa sababu ya kwenye simu, kwa sababu naingia nayo popote. Hii Biblia ya nikitaka kuingia mahali siwezi kuingia nayo, sawa Kwa mfano chooni siwezi kuingia nayo, lakini hii naingia nayo, naweza nikasoma huku naendelea na shughuli zingine za chooni. Bwana Yesu asifiwe, haleluya. Kwa hiyo naipenda sana, naingia nayo popote, lakini ina uzuri wake, lakini pia zimerahisishwa mambo mengi sana. Ukitafuta kitu mstari kwenye simu na upata haraka sana, na unaweza ukaandika ukaingia pale Google, kama unakumbuka tu neno kifupi tu kiliandika pale, linakuletea liko kwenye mstari fulani. Kwa hiyo zina uzuri wake, lakini sasa huwezi kujua mpinga Kristo huko mbele atakavyozichezea, kwa sababu mtandao anamiliki yeye, vitu mbalimbali yeye ndio anayeongoza. Naweza akakukorogea mambo hapo ukabaki unashangaa. Mungu atusaidie sana. Sasa Yesu akaanza kufundisha. Fungua sura ile ya 5 ya Mathayo. Tutaangalia, mimi nitaongea tu kama kifupi, kama summary, angalau upate picha ya mafundisho ya Yesu, alifundisha nini, lakini kiupana kabisa tutakuja kuzungumza wakati wa siku za mafundisho. Tutadili na kipande kimoja kimoja kuangalia nini Yesu alikuwa anamaanisha katika sura ile. Okay, ngoja tutaanza sura ya 5 mwanzo, lakini mimi nataka nianze sura ya 4 mwishoni tu ili upate picha kidogo. Na mstari wa 24, na habari zake zikaenea katika Shamu yote, wakamletea wote waliokuwa hawawezi, walioshikwa na maradhi mbalimbali na mateso, wenye pepo, wenye kifafa na wenye kupooza, akawaponya. Na makutano mengi wakamfuata kutoka Galilaya na Dekapoli na Yerusalemu na Uyahudi na ng'ambo ya Yordani, huko Gaza, huko vita zinapoendelea, wakamfuata. Sasa tunaanza sura ile ya 5, ndipo sasa mafundisho ya Yesu yanapoanza. Anasema naye alipowaona makutano, angalia hawa yote tumesoma hapo, Dekapoli, Gaza, si nini, kote huko. Alipowaona makutano alipanda mlimani, na alipokwisha kuketi wanafunzi wake walimjia, akafumbua kinywa chake akawafundisha akisema. Mara nyingi Yesu alikuwa anapenda kupanda kwenye mahali fulani, kwenye kamuinuko fulani, ili watu wamsikilize vizuri, na wakati mwingine alikuwa anasogea baharini kidogo. Unajua kisayansi mawimbi yale ya bahari huwa yanasaidia kupeleka sauti. Ndio maana alifika mahali fulani akamwambia Petro, mashua yako inaweza kunibeba? Akaichukua akaisogeza, akamwambia isogeze mashua ndani kidogo, alafu watu wakakaa ng'ambo, wakaanza kufundisha. Yale mawimbi yalikuwa yanapeleka ile sauti kiasi kwamba umati mkubwa wa watu walikuwa wanaweza kusikia. Bwana Yesu asifiwe. Kama kuna wanasayansi, Yesu ni wanasayansi namba 1. Haleluya, haleluya. Sasa Yesu akaanza kuwafundisha maneno haya, akasema, heri walio maskini wa roho, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Anaanza mafundisho yake yaliyo ya ajabu. Heri walio maskini wa roho. Jamani, amesema heri walio maskini wa pesa heri walio maskini wa mavazi, wa mali. Heri walio maskini wa roho. Maskini wa roho ni watu ambao, kwanza neno maskini linamaanisha hali ya uhitaji, hali ya mtu kuwa na uhitaji. Kwa lugha nyingine tungesema ni omba, mtu anayetaka msaada, mtu anayetegemea mwingine kwa maisha yake, mtu ambaye ana uhitaji mkubwa. Katika lugha ya asili kule, ukisoma vizuri Kiyunani, maana wa Yunani ndio hasa Agano Jipya iliandikwa kwa Kiyunani. Neno hili heri walio maskini wa roho lilikuwa inamaanisha omba, mtu ambaye akili zake, maisha yake, fahamu zake, kila kitu anamtegemea Mungu. Hategemei akili zake wala fahamu zake, anamtegemea Mungu. Anajua kabisa kila kitu chake ili kiende sawasawa, bila msaada wa Mungu hakiendi. Hao ndio Yesu alikuwa anazungumzia, maskini wa roho. Ni watu ambao wategemea akili zao, wanamtegemea Mungu asilimia zote. Siku zote wanajiona ni wahitaji, wanahitaji kuwa karibu na Mungu. Wanahitaji, kama ni ibada, si watu wa kukosa ibada, kwa sababu wao ni wahitaji, wanapenda kuwa karibu na Mungu. Daudi anasema mahali fulani kwamba
ni siku moja mbele za Mungu katika nyua zako ni heri kuliko miaka 1000 nikikaa kwenye majumba yangu ya kifalme. Daudi alitamani kukaa katika uwepo wa Mungu, akaona ni bora. Tena Daudi wakati anaangalia katika ile hekalu, anaangalia akashangaa. Daudi akakutana Shomoro, akakuta Shomoro naye katengeneza kakiota pale, naye amefurahia kuwepo katika nyua za Bwana. Akaangalia pembeni kwenye madhabahu, akakuta mbayuwayu naye katengeneza kiota pale. Daudi akasema, katika nyumba za Bwana, maskani zako Bwana zapendeza kama nini. Shomoro naye ameona nyumba na mbayuwayu ameona kiota, ametengeneza kiota katika madhabahu zako. Akasema, hakika siku moja katika madhabahu zako, katika nyua zako ni bora kuliko miaka 1000 katika nyumba yangu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Yesu anafundisha akasema, heri walio maskini wa roho. Heri wewe ambaye kiu yako ni kuwa na Mungu. Heri wewe ambaye unatamani kukaa na Mungu karibu katika maisha yako. Heri wewe ambaye utegemei akili zako katika kufanikiwa katika jambo lolote. Unamtegemea Mungu. Mungu ni ngao yako, Mungu ni ngome yako. Biblia anasema katika Zaburi 1 ile, anasemaje? Heri walio nini? Heri wasiokwenda katika shauri la wasio haki, wala hakusimama katika njia ya wakosaji, wala hakuketi katika baraza la wenye mizaa, bali sheria ya Bwana ndiyo impendezayo, na sheria yake uitafakari mchana na usiku. Kumbukumbu la Torati 6 anasema, na maneno haya ninayokuamuru leo yatakuwa katika moyo wako, nao ya nene uketibu, yatafakari usiku na mchana. Yoshua akaambiwa naye katika Yoshua nadhani 1, si mstari wa ngapi, akaambiwa na maneno haya nani anaweza kunukuu vizuri? Usiache sheria ya Mungu kwenda huku wala huku, bali yatafakari maneno yake mchana na usiku. Anasemaje? Okay, sasa hapa tuendelee. Heri walio maskini wa roho. Ndugu zangu wapendwa, mpaka leo Yesu anatafuta walio maskini wa roho. Hapa kanisani tulioketi hapa, Yesu anatafuta walio maskini wa roho wapate heri. Na neno hili heri maana yake amebarikiwa. Kwa Kiingereza anatumia neno blessed. Wamebarikiwa watu ambao ni maskini, ndani ya yao wanamhitaji Mungu, wanahitaji mambo ya rohoni, wanahitaji mambo ya kuwa karibu na Mungu. Hawaangalii habari za kidunia tu, wanakuwa karibu na Mungu. Hao watu wanaitwa ni heri, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Anaendelea kusema, heri wenye upole, watu ambao wametengenezwa na Yesu. Neno limewatengeneza, wamekuwa ni watu ambao si watu si wagomvi, si watu ambao wanasababisha matatizo kwa wengine, si watu ambao ni watu ambao wametengenezwa na Yesu, wamemfuata Yesu. Maana Yesu amesema, mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Na ukiwa hivyo, Biblia anasema kwamba utapata raha nafsini mwako. Jamani, mtu ambaye waga hana neno na mtu siku zote huwa ana amani, si ndio? Lakini mtu mgomvi, mtu ambaye ni vurugu siku zote, yaani yeye ana maadui kila mtaa. Akienda huku ana maadui, kuna watu wamepishana nao, akienda huku kuna shida, yaani hawezi kuwa na amani. Lakini nakwambia, ukiwa ni mtu mpole, ni mtu ambaye si mtu wa kupanda juu, si mtu wa kujitakia mambo makubwa, si mtu wa kutaka kuwa juu, ni mtu ambaye yeye siku zote ni mtu anayemtegemea Mungu, ni mtu ambaye ni mnyenyekevu. Tunaona Ibrahimu alimtanguliza ndugu yake, akamwambia, wewe chagua, ukienda huku mimi nitaenda huku. Huo ndio upole, huo ndio unyenyekevu. Anajua kabisa kwamba Mungu anaweza kanifanikisha hata kama kwa macho haya hali inaonekana haikai sawa. Anamwamini Mungu kwamba kwa Mungu hakuna lisilowezekana. Maana Mungu anaweza akatoa baraka hata jangwani. Maana amesema hata katika jangwa anatengeneza njia, katika bahari anatengeneza njia. Mnaweza mkapewa vitu pale
Naweza ukaletewa vitu kadhaa hapo. Mtu ambaye anamtegemea Mungu, kwanza kabla hata hajachukua, mkiambiwa chukueni, kuna vitu vimemwagwa hapo. Si nitumie mfano gani? Kwa nitumie mfano rahisi ambao tunacheza nao siku zote. Limeletwa sufuria la nyama hapa, au kuna mapaja manini ya kuku. Mtu ambaye ni mnyenyekevu ndani yake, kwanza tu kabla hata hajachukua anasema imeandikwa watangulizeni. Kuna watu hawajui hilo neno. Anasema watangulizeni. Sio kitu, ni mtu ambaye ni mnyenyekevu, utamuona tu mahali popote ukienda, yeye anapenda kuwaona wenzake ni bora kuliko yeye. Ukiweka viti hapo, mwambie kaeni, utashangaa yeye anaenda kukaa kule nyuma. Lakini kuna watu mzee, yani kila kitu anataka kiwe cha kwake. Vikitengwa viti pale, hata kama hajajua ni cha nani, yeye anaenda kukaa kile kikubwa kabisa cha high table. Ndani yake hakuna unyenyekevu. Niliwasimulia siku moja issue iliyotukuta mahala. Watu wamejitanguliza pale mbele, kumbe hata michango hawana. Sasa wanaanza kutoa watu mamilioni, afu wanaanza kujifanya umepigiwa simu unatoka huko. Heri wenye njaa na kiu ya haki. Sehemu ya 3 tena hapo anaendelea katika heri ya 3 hapo. Heri wenye njaa na kiu ya haki. Angalia hili neno, mwanzoni amesema heri walio maskini wa roho. Hapa kama analifafanua zaidi. Heri wenye njaa na kiu ya haki. Maana hao watashibishwa. Maana ukiwa na hamu na shauku ya mambo ya Mungu, shauku ya mambo ya rohoni, Mungu atakujaza, Mungu atakujazi. Anasema, je, Baba yenu aliye mbinguni hatazidi sana kuwapa Roho Mtakatifu hao wamwombao, hao wanaomlilia usiku na mchana? Anasema, ikiwa ninyi mlio waovu mnajua kuwapa watoto wenu vipawa vyema, je, si zaidi sana Baba yenu aliye mbinguni atawapa Roho Mtakatifu wale wa. Kwa hiyo heri wenye njaa na kiu ya haki. Mungu ameahidi kwamba watashibishwa. Ukiwa na njaa na kiu na Mungu, Mungu atakujibu maombi yako. Bwana Yesu asifiwe. Anaendelea kusema heri wenye rehema. Jamani, mimi sitafafanua sana hapa. Tunajua maana ya rehema. Unatakiwa uwe na tabia ya rehema, maana ndiyo tabia ya Mungu wetu. Tabia ya Yesu ni hiyo. Alikuwa ni mtu mwenye rehema, hakuwa mkali, hakuwa mkorofi, hakuwa jeuri, hakuwatendea watu jeuri, hakuwatendea watu kwa hila. Hata watu walipokosea, yeye aliona rehema, aliwarehemu. Hata wale walioonekana hawafai. Ndiyo tabia za Yesu tunajifunza kwake. Kuna watu hawana rehema kabisa. Mara nyingi naona na hili tena nimekumbusha niliseme tena. Mara nyingi sana wamama nyumbani, wafanya kazi, mahausgelo, wengi sana wanawatendea vibaya. Yaani ile rehema ya kuwahurumia kwamba huyu binti pengine hana nyumbani, labda wazazi hana, hata kama wapo lakini ni maskini. Unapomuona binti unafanya naye kazi kule, muhurumie, mchukulie kama mtoto wako, uwe na huruma naye, mtunze vizuri. Jamani, niseme nisiseme? Hili jambo linanikera sana. Wakristo wengi wanawatesa mahausgelo ndani. Muwe na rehema, chukulia kwamba je, huyu angekuwa ni mtoto wangu, anateseka hivi, ametoka nyumbani, anaenda kuhangaika kutafanya kazi za watu. Yaani unasikia mpaka machozi yanatoka. Kwa nini mtese binti kama huyo? Huyo ndio utakuwa mtunze, mchukue kama mtoto. Ndio mshirika wako wa kwanza wa kumshuhudia neno la Mungu. Huyo ndio kumpeleka kwa Yesu, ajifunze tabia zako, aseme mama yangu mwenye nyumba ni mama anayemcha Mungu, amenisaidia na mimi kumjua Mungu. Lakini unakuta wamama wako ovyo, yani vurugu tupu, kidogo tu toka hapa, nini? Yani hana huruma, hachukulii kwamba huyu anaweza ukamchukulia kama mdogo wako au ukamchukulia kama mtoto wako. Tuwe na rehema wapendwa. Hizi ndio tabia za Yesu. Tuwe na rehema maishani mwetu, tuwarehemu watu wengine. Tunajifunza kwa Yesu, si ndio? Wangapi wanataka kwenda mbinguni? Wangapi wanataka waitwe Wakristo wa kweli kweli? Lazima tumfananie Yesu. Hata kama mambo hayo yanaonekana ni magumu, haiwezekani, kwa kuwa akasema Yesu, lazima tuwe hivyo. Hata kama umekataa, akili zako zimekataa, lazima uwe na rehema. Bwana Yesu asifiwe. Anasema heri wenye moyo safi, maana hao watamuona Mungu. Heri wapatanishi.
Mungu Yesu Kristo alipomaliza kazi hapa, Biblia inasema alipaa juu akatuachia vipawa. Tena anasema sisi tumepewa huduma ya upatanisho. Kama yeye alivyoupatanisha ulimwengu na nafsi yake, ndivyo na sisi tunatakiwa tuwe wapatanishi. Jambo la kwanza la upatanishi ni kuupatanisha ulimwengu na Kristo, na sisi tumewekwa kama makuhani, watu wa kuwasaidia watu wamuone Mungu. Kwa hiyo sisi tunatakiwa tuwe wapatanishi wa kuwapeleka watu kwa Yesu. Hilo ni namba moja, maana tumepewa huduma ya upatanisho. Hakikisha katika maisha yako kuna watu unawapeleka kwa Yesu. Hakikisha unakuwa mpatanishi kama Yesu alivyo mpatanishi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tuwe wapatanishi, maana Yesu ni mpatanishi. Hata ukikuta ukafika kwa watu ukakuta wanagombana, kuwe mpatanishi. Wewe usiwe ndio mchochea mgogoro. Kuna watu wengine wanakuta watu waelewani, wao ndio wanaenda kuchochea mgogoro hapo. Wao anachukua maneno huko anapeleka kule, anachochea, anachukua huko anapeleka kule. Heri wapatanishi. Biblia inasema hao wataitwa wakina nani? Wana wa Mungu. Unaona kwa nini ametumia neno hili? Kwa sababu Mungu ni mpatanishi, na sisi tukiwa wapatanishi tunafanana na Mungu wetu, tunafanana na Baba yetu. Kwa hiyo tunakuwa wapatanishi kama Mungu alivyo mpatanishi. Ndio maana amesema heri wapatanishi, wataitwa wana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tuwe wapatanishi kuanzia leo. Hata kama umeshavuruga huku nyuma, kuanzia sasa jitahidi uwe mpatanishi. Bwana Yesu asifiwe. Usiwe mchochea migogoro, usiwe mchochea ugomvi. Kuna watu wengine wako hapa kanisani, kazi yao ni kuwavunja moyo wengine. Mshirika anakuja leo anaokoka, kesho na shangaa hayupo, kumbe kishavunjwa moyo saa nyingi. Mungu atusaidie sana, watu wa Mungu. Tuwe wapatanishi, tuwapatanishe watu na Mungu. Usiwe sababu ya watu kutoka kanisani, usiwe sababu ya watu kurudi nyuma kwenye maisha ya wokovu. Usiwe hivyo. Nilisikiaga habari za mchungaji mmoja Afrika Mashariki. Kulikuwa na kazi kweli. Baba watu walikuwa mshuhudiaji, anashuhudia. Wakija wadada kanisani wameokoka wazuri wazuri, anashangaa tu anakaa siku mbili hawapo. Kumbe mama mchungaji kazi yake ilikuwa ni akiwaona tu huyu atakuwa hatari kwa mume wangu, ataenda anamvunja moyo. Baba anakusanya, mama anatawanya. Baba anakusanya, mama anatawanya. Akija mtu sura imekaa kiaina, huyo anakaa. Mungu atusaidie sana. Nilisikitika sana nilipomwona yule baba alikata tamaa, anataka kuacha uchungaji kabisa. Akasema, Mungu wangu, mke wangu yeye anataka watu kanisa zima wawe na sura mbaya. Namshukuru Mungu, mke wangu yuko vizuri sana. Watu hapa wako wanang'aa, wana sura nzuri. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Huyu alikuwa mchungaji fulani Afrika Mashariki. Mungu atusaidie sana. Jamani, tusitawanye. Na kanisa lingine, unajua tu nimeokoka ka kitambo toka mwaka 84, sio mchezo, nimeshaona vingi. Anasema ukiona nyani mzee kakwepa mishale mingi. Bwana wewe, yaani sehemu nyingine kuna vituko. Yaani makanisani kuna shida. Nikakuta kanisa lingine mazee fulani ya kanisa hayataki kile cheo kiondoke. Kwa hiyo akiokoka mtu anaonekana amesoma iko vizuri, yaani anafanya juu chini, yule baba asiwepo hapo, kwa sababu cheo kitahama. Hiyo kitu haiko hapa, iko sehemu nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo tujitahidi. Kiongozi wa ibada, sijui mwalimu wa kwaya, sehemu nyingine yako haya mambo yanafanyika. Unashangaa tu mwalimu hataki mwalimu mwingine apatikane pale, anataka awe yeye tu. Kwa hiyo akiokoka mwalimu akaanza kufundisha, shangaa kunakuwa na shida mvutano mpaka kwaya inasambaratika. Hii ni roho mbaya. Tuwe wapatanishi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa wamama tuwe wapatanishi. Akitokea mtu ana vipawa kuliko wewe, mfurahie Bwana, mwambie ndugu yangu, karibu, nimekuona wewe una vitu vya ziada, mimi nakaa. Haleluya. Jamani, amunionage mimi. Nikionaga ni mtu lina upako wa kuhubiri hapa, huwa nakaa kabisa huko chini.
Bwana Yesu asifiwe. Mimi nimepewa kivyangu, hatuwezi kufanana na mtu mwingine. Nina vitu vyangu ambavyo wengine hawana. Haleluya, haleluya. Nina vitu vyangu ambavyo wengine hawana. Hata akija mtu ahubiri, avue na koti atupe huko, yule ni wa hivyo, hakuna anayefanana na mimi. Mimi ni wa aina yake. Haleluya. Na mimi nikienda sehemu ni hivyo hivyo. Watu wengine watanifurahia mno kuliko mchungaji wao. Iko hivyo. Sasa tukae kwenye nafasi yetu, tusababishe baraka na mabadiliko makubwa kanisani. Mimi naimba mabadiliko makubwa kanisani, tukianza na kiroho na washirika kuongezeka, lakini nashangaa mabadiliko yanaendelea kuwa hasi badala ya kuwa chanya. Kwa jina la Yesu yashindwe. Ninatamka kwa jina la Yesu, mabadiliko hasi yashindwe kwa jina la Yesu. Lazima tupate mabadiliko chanya mwaka huu. Bwana Yesu asifiwe. Lazima kanisa lifurike, kanisa lijae, kanisa lifurike, watu mpaka wasimame nje tupanue. Bwana asifiwe. Imekwisha kuwa. Unajua huwa tunatamka, unaenda zako, yatatokea tu. Siku ile Yesu aliulani ule mti anaelekea Yerusalemu. Unafikiri ulikauka pale? Aliulani akaenda zake. Baadaye waliporudi jioni, ndio wanafunzi washanga, Bwana, angalia ule mti ulioulani umeshakauka kuanzia kwenye shina. Lakini mpaka wanaondoka pale, ulikuwa mti bado limesimama tu. Kwa hiyo kuna vitu inasema yoyote mkiyaomba, aminini ya kwamba mnafanyaje? Mnayapokea, nayo yatakuwa wewe kazi yako ni kutamka neno. Tamka. Mtumishi wa Mungu leo kwenye ibada ya Kiingereza, Pastor, Mungu akubariki, alisema, aliongelea habari za Elia. Jamaa lilitamka likasema, mvua haitanyesha isipokuwa kwa neno langu. Baada ya hapo tena nikatamka, mvua ikashuka. Amen. Yesu anaendelea kufundisha, heri wenye kuudhiwa kwa ajili ya jina langu, heri wenye huzuni. Yaani hapa ukiangalia alikuwa anazungumzia habari za mtu anapoingia katika toba na kurudi mbele za Mungu kwa kumaanisha toka ndani. Anaendelea kufundisha Yesu, akaeleza mafundisho ya kuhusu chumvi ya dunia, akiwa anaeleza kwamba chumvi ikiharibika inaweza ikatiwa nini. Yaani mtu wa Mungu ambaye ni chumvi ya dunia akiharibika, anakolezwa na nini? Sababu dunia ndio imeharibika, inatakiwa ije kwa Yesu ipate nuru yake. Ije dunia ituilete kanisa. Lakini kanisa likiwa limeharibika linatengenezwaje? Akasema hiyo chumvi inafaa tu kutupwa nje na kukanyagwa na watu. Sisi ni chumvi ya ulimwengu, chumvi yetu isiharibike. Nini maana ya chumvi? Chumvi ndio inayokoleza vitu, inakoleza mboga, inakaa sawa sawa. Lakini chumvi pia inasababisha kuzuia vitu kuoza. Zamani kabla ya teknolojia ya fridge na nini, tulikuwaga, nakumbuka mimi nimekaa kwenye ng'ombe, tulikuwaga tukichinja mnyama, yaani tunachukua chumvi inapakazwa nyama yote, alafu inaning'inizwa pale kwenye sehemu ya jiko, naning'iniza huku. Chumvi ile changanya kale kamoshi moshi kanapopanda kale. Yaani kisayansi ilikuwa imekaa vizuri, wale wazee si walisoma wapi? Kwa sababu ile chumvi kwanza inazuia vitu kuoza, alafu ule moshi unaleta hewa fulani ambayo mdudu anayetaka oksijeni hawezi kukaa. Kwa nyama mpaka inakauka kabisa, inakuwa safi. Unaweza ukahifadhi hata kwenye gala ikakaa miezi. Wangapi wanajua hiyo mintanda hiyo? Kizazi cha leo wakijui. Mintanda, si kwa kikwetu tunaita mintanda. Wanyaturu waita miranda. Wasukuma mnahitaji? Jamani, hamjawahi kutengenezaga nyama mpaka zikakauka? Na hiyo nyama ikikauka na kabisa kawa kavu hivi, unaweza kuwa unatafuna hata haijapikwa. Yaani imekaushwa ikiwa mbichi hivyo, siku ukila ni tamu, hakuna mfano. Wangapi wanazijua hizo? Kazi ya chumvi. Chumvi inatengeneza. Sasa sisi kama kanisa, kama chumvi ya ulimwengu, ulimwengu unapata kukaa vizuri kwa amani kwa sababu ya uwepo wa kanisa hapa duniani. Ndio maana Yesu atakaporudi akilinyakua kanisa likiondoka,
ndio zinatuata vita vya ajabu, mapigano yasiyokuwa ya kawaida hapa duniani, kwa sababu kanisa litakuwa limeondoka, ambalo ni chumvi, na Roho Mtakatifu aliyekuwepo katika kanisa ataondoka. Kwa hiyo hapa duniani kitafuata kipindi cha dhiki. Yesu atakapokuja, chumvi ikiondoka, ndugu zangu wapendwa, hali ni mbaya. Yaani kanisa ni chumvi, tunijitahidi tuwe chumvi. Sisi tusio waharibifu, sisi tukae kuupatanisha ulimwengu, tukae kusababisha ulimwengu upate amani. Bwana asifiwe sana. Yesu akaendelea kufundisha, ninyi ni nuru. Nuru ikiwepo, giza huwa linaondoka automatic. Wala hakuna uwezi kuliambia giza ngoja nijiandae basi. Yaani nuru tu ikifika pale, tayari giza linakuwa limeshakimbia. Tunaitwa ni nuru ya ulimwengu. Anaendelea kusema, akafuata mafundisho ya sadaka pale. Ukisoma inapofuata tutajifunza zaidi, ili mimi sitaligusia sana leo sababu ni somo refu na ni pana. Akafundisha Yesu kwa habari ya masadaka. Unapotoa sadaka unafanyaje? Akaeleza na utoaji mzuri wa sadaka. Leo kuna mambo mengi unakuta tunafanya, mengine sio kabisa. Tunahitaji kujifunza zaidi. Kuna namna ya kutoa sadaka. Kuna sadaka tutajifunza, kuna sadaka za aina nyingi tofauti na hizi tunazochangishana hapo. Ziko sadaka ambazo Yesu alisema hata mkono wako wa kulia au mkono wa kushoto usijue ufanyalo mkono wa kulia. Tutajifunza hayo mambo, ujue ni sadaka, namna utoaji wa sadaka. Yesu alifundisha, ana mafundisho mazuri sana. Akaeleza hata habari za karamu. Umeandaa sherehe yako, unaalika watu wa namna gani? Hatujakataza kuwaalika wenye fedha, lakini Yesu alifundisha kwamba mkiwaalika watu wenye uwezo, na wao siku moja wakiandaa sherehe watawaalika. Lakini ukifanya sherehe, karamu yako, ukawaalika maskini ambao hawana uwezo wa kukurudishia, una thawabu kubwa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Haya ndio mafundisho ya Yesu. Maana yake alikuwa anataka kumaanisha nini? Fanyeni, toeni, msitake mtu akurudishie. Fanya kitu ambacho kitakuwa kimeenda na usubiri thawabu yako mbinguni. Lakini ukitaka ukipate pale pale ukarudishwa pale pale, kuna shida fulani hapo. Tutaiangalia katika mafundisho ya taratibu. Yesu amekuwa na mafundisho ya ajabu sana, na watu walikuwa wanamsikiliza, wanaona vitu vya unapotoa sadaka usipige panda. Wakati ule Wayahudi mazee ya Kifarisayo yalikuwa ameweka siku maalum ya kuwapa maskini fedha, kama tunavyofahamu leo Ijumaa, si ndio? Nafahamu Ijumaa inapokuaga wale ombaomba wote wao wanapita pale karibu na misikiti. Yale mazee tena Mayahudi ndio yalikuwa ameweka mpaka na kengele kabisa, saa ya kupata msaada. Na siku moja mimi nilienda pale, kuna kijiji cha Matumaini pale, nikakuta kumbe nilikuwa sijui huwa kuna siku maalum, siku ya Jumanne huwa ni siku ya kupata msaada. Maskini wao wanaenda wanapewa pale. Sasa siku moja mama moja nilifika pale, akafika tu alikuwa na shida nyingine. Kabla hata hajajieleza, amefika pale getini akamwambia ni Jumanne sikia nani? Akamwambia mama, mimi sina shida hiyo. Huyo mtu alikuwa amekuja na shida nyingine, lakini akamwambia ni Jumanne siku ya msaada. Na sasa tatizo la kukariri vitu. Yesu alikataza hiyo, usipige panda. Wayahudi walikuwa wanapiga panda kabisa kuwasaidia maskini. Sasa utakiwa uelewe unapolisoma neno, usije ukalipeleka sehemu nyingine. Lilikuaga hivyo. Wayahudi walikuaga wanasaidia hivyo maskini. Unakumbuka yule jamaa kati anaomba sema, Bwana mimi natoa fungu la 10. Mimi nasali mara ngapi? Natoa Yesu akamwambia siku moja kwamba hata nikitoa nini ukawalisha maskini, kama huna upendo. Kuna vitu kama hivyo tutajifunza zaidi. Yesu anaendelea kufundisha, anasema patana na mshtaki wako kabla ya kupeleka mbele. Hani hizi ni habari za ziko wazi kabisa, tunacheza nazo katika maisha. Mimi ukiwa unaendesha gari utaona vitu vingi sana. Unakuta jamaa tu fulani tu limeamua tu kukwamisha njia, yaani barabara imesimama, hawaendi, limegoma tu, linataka mwenzake ndio apishe. Lingine linashuka kabisa, linazima na gari na ufunguo, linaondoka linaenda kutembea. Yaani kitu kidogo kinasababisha hasara kubwa. Matokeo yake wengine ngumi zinawaka, mwisho anatoka na ngeo. Ilikuwa ni kuweka tu gari pembeni,
wenzako wapite. Ndio hapa anaposema patana na mwenzio kabla mambo hayajafika mbali. Sio tu mambo ya kushtakiwa na kupelekwa mahakamani, hata viugomvi vitu vingine vinaanza tu kwa mbishano kadogo. Bwana, hebu nipishe bwana, sogeza gari hivi na mimi nipite. Hayo usipoyafanyia vizuri utashangaa amefika mbali. Kwa hiyo tuwe walaini, tuwe wepesi. Ingine asiatubishanagi. Sikiona hata kama ilikuwa ni haki yangu, pita bwana, mimi nasogeza pembeni. Huwezi kukutana tunata matatizo na mtu yeyote. Yesu ukifuata mafundisho yake anasema lazima utapata raha nafsini mwako. Anaendelea kusema jicho lako likikukosesha ling'oe, na mguu wako ukikukosesha ukate. Mkono wako ukikukosesha ukate. Ni bora kuingia mbinguni na mkono mmoja kuliko mikono yote miwili jehanamu. Haya ni mafundisho ya Yesu, japo hayakumaanisha kabisa kung'oa jicho. Kuna namna ya kung'oa jicho ambayo Yesu alifundisha. Kama macho yako yanatazama vitu vinavyoweza vikakukosesha ufalme wa Mungu, vitoe huko. Bwana Yesu asifiwe. Mkono wako, mkono unaweza kuwa unawakilisha mambo yote tunayoyafanya. Mkono unaweza kuwa unawakilisha kila kitu unachokifanya, matendo yako. Kama mkono unakukosesha, acha hayo matendo. Hayo unayoyafanya kama yanasababisha wewe unamkosa Mungu, kata yaache. Mguu wako anasema ukate. Kama ulikuwa umezoea kwenda mahali ambapo panakukosesha, panakusababisha wewe umkose Mungu, mguu huo unakukosesha, ukate. Maana yake usiende huko tena. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu mmoja alikuwa anapitiwa na rafiki zake kila siku, twende kilabuni tukanywe pombe. Hata alipookoka wakawa wanaendelea kumpitia wanampitia twende. Sasa anaenda anakuja tena jikuta ameshaanguka. Jamani, sasa mimi mbona niamua kuokoka lakini nimejikuta nimekunywa tena. Shida yake huyo alikuwa anapitiwa na rafiki zake, alitakiwa akate huo mguu. Sasa unaendelea kupitiwa na wenzio, mnaenda kule kule kunako kukosesha. Mguu wako ukikukosesha ukate. Manake huko unakoendaga kunako kuletea shida, acha kwenda. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Akafundisha mafundisho ya kuhusu viapo. Kwenye viapo napo mara nyingi sana watu tunamkosea Mungu. Sitagusia hilo kwa sasa. Kuna masuala ya anasema mtu akikunyang'anya kanzu, mwachie na joho. Yesu haya ndio mafundisho yake. Nini maana yake? Anamaanisha kwamba tusiwe watu wa kushindana, tusiwe watu wa kung'ang'ania vitu ambavyo havina thamani ya milele. Kuna vitu ndugu zangu wapendwa ni vya muda. Usivipe uzito mkubwa vitu ambavyo hautaenda navyo mbali. Vitu ambavyo ni vya muda vipe uzito mdogo, lakini vile vitu ambavyo ni vya kudumu ndio uvipe uzito mkubwa. Tunajua kabisa ni kweli mali zinauma. Kwa mfano mtu kakudhulumu, mtu kakunyang'anya, kachukua fedha yako kaizuia. Kuna jamaa moja juzi Ijumaa tunatoka ibadani alishangaza. Yaani kadhulumiwa, alikuwa dalali. Nimempa kakazi fulani, kadhulumiwa na mtu aliyempatia kaja kani. Yaani hela ndogo kweli, kang'ang'ana, amekuja ni mkali, yuko tayari kupambana kwa gharama yote. Haiwezekani kabisa, pesa yangu mimi nimemtafutia nyumba, amepata chumba, alafu hela yangu ya mwezi lazima niipate. Yaani ni ugomvi, anataka tu awaondoe kabisa. Waishapewa nafungua, kachukua nafungua, kanyang'anya. Kaambia sasa, ndugu yangu, hujawahi kudhulumiwa mpaka umefika umri huo kweli? Hela hizo tu ndio zimekusababisha umekuwa hivyo? Kaambia tulia kidogo nikueleze. Unajua ndugu zangu, sisi hapa ni wabichi. Kama unaona haya majani haya unavyoona, unakosana na mtu kweli kwa hela hii ndogo namna hii, kwa nini usiachilie? Akasema haiwezekani. Ndio basi nakupa ya kwangu na kuongeza kiasi fulani. Akasema haijatosha, ongezea. Mimi sihusiki, kaambia na kuongeza ya kwangu. Unaona? Yaani
mtu anavipa uzito mkubwa vitu ambavyo haviendi popote. Hela yenyewe alikuwa anataka ni 30,000. Sasa hela 30,000 ya kufikisha wapi? Ndio uko tayari kukosana na mtu, uko tayari mkikutana naye njiani mtoboana hata macho. Tusivipe uzito mkubwa vitu ambavyo ni vya muda. Hakuna mtu amewahi kuzikwa na dhahabu na fedha na chochote. Tuvipe uzito vitu vinavyodumu hata milele na milele. Bwana Yesu asifiwe. Ndio hapa Yesu anafundisha, anayekunyang'anya kanzu mpatie na joho tu ikiwezekana. Kwani mikononi mwa Mungu vimeisha? Mungu bado anavyo vitu tele. Tena Mungu akiona kwamba umedhulumiwa, ndio anaweza kashangaa kabisa, akafungua milango haraka sana, ukapata vitu vizuri zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Tujifunze kwa Yesu. Mwambie jirani yako, tujifunze kwa Yesu. Haleluya. Tujifunze kwa Yesu. Maneno ya Yesu mara nyingi ni magumu kweli. Niwaambie tu kweli, maneno ya Yesu ni magumu na watu wengi wameshindwa kuyafuata, lakini ndiyo yenye uzima. Ndio uzima wako uko hapo, ndio mbingu yako iko hapo. Ni maneno mazito, ni maneno magumu kuyafuata. Ilifika wakati sio sisi na wenzetu walisharibu, wakasema maneno haya ni magumu, nani awezaye kuyafuata? Ila sema wakamwacha wakaenda zao. Yesu akauliza na wengine waliobaki, na ninyi je, mnataka kwenda? Jamaa mmoja likasema, tuende kwa nani Bwana? Kwako kuna maneno ya uzima. Yaani maneno haya ambayo ni magumu, naona ni magumu, ndiyo maneno yenye uzima. Tukiyafuata tuna uzima ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Wewe usiangalie neno limekaa kaaje, hata alikai vizuri kwenye akili zako, wewe lifuate tu maadamu aliyesema ni Yesu. Unaona, ye Mungu anawaambia, waambie wana wa Israeli waendelee mbele. Jamani, huyu kuna akili sawa sawa kweli. Yaani bahari, alafu tuendelee, tunaendeleaje mbele? Ukitambua kwamba aliyekuamuru ni nani, nenda. Haleluya. Petro akaambiwa na Yesu, njoo. Jamaa alisema, Bwana, kama ni wewe, niruhusu nije juu ya maji. Jamaa lile lilikuwa linakosea, lakini ilikuwa liko vizuri. Ilikuwa liko vizuri sana li Petro. Nilipotambua ni Yesu kweli anatembea juu ya maji, Bwana, kama ni wewe, ninaomba uniamuru na mimi nije. Yesu kamwambia njoo. Biblia isemi jamaa lilipiga hatua ngapi? Nimetembea li Petro juu ya maji. Nimevunja rekodi ya sayansi yote duniani, kitu ambacho uwezi wewe. Nani aliwahi kutembea juu ya maji mwanadamu? Petro aliwahi kutembea. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Biblia isemi alipiga hatua ngapi, lakini Biblia inasema Petro akaanza kwenda. Ameenda juu ya maji, alipouona upepo mashaka akaingia. Likaja wimbi. Hivi na hapo nitatembea kweli? Mashaka alipoingia ndio akaanza kuzama. Na alipoanza kuzama, jamaa alikuchelewa, Yesu niokoe. Sasa wewe leo ukianza kuzama, mama, baba, mama anakusaidia nini? Na yeye ni mwanadamu kama wewe. Ita Yesu. Haleluya. Mambo yameanza kukaa vibaya, ita Yesu. Kama Petro sema, Bwana nazama, biashara yangu inazama, ndoa yangu inazama, nini kinazama, Yesu nisaidie. Haleluya. Ukimwita Yesu, Yesu anaingilia kati. Kaja Yesu akamshika Petro mkono, akamnyanyua, akamwambia uwe na imani. Kwa nini uliona shaka? Tena Yesu anasisitiza, kwa nini uliona shaka? Yaani wewe ungetembea tu, angalia aliyekuambia nenda ni nani. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Musa akaambia nyosha fimbo, piga maji. Watu akaambia waambie waendelee mbele. Na lilitangulia ile neno. Unajua kabla fimbo Musa hajapiga fimbo, lilitangulia neno waambie Israeli waendelee wapi? Ina maana maji alipokuwa bado yako sharo na kina kidogo, walianza kuingia. Ndipo baadaye Musa anapiga maji anagawanyika. Kwa hiyo sasa ukiangalia tu aliyesema ni nani, hata kama ni gumu. Yesu kasema, kwa mfano kuna neno gumu sana, wapendeni adui zenu. Unaona hili neno? Hilo ni jiwe kabisa zito. Adui kabisa. Adui kabisa. Yesu asema wapendeni adui zenu. Waombeeni wale wenye kuwaudhi. Adui yako akiwa na njaa, mlishe. Adui yako akiwa na kiu, mnyweshe. Adui yako akiwa hana nguo, mvishe. Nakwambia ni maneno magumu. Adui. Utakishangaa Wakristo wa leo sio wanajifunza kwa nani. Wale wamejifunza kwa nabii fulani.
wao ni kukanyaga, navunja, nasambaratisha, moto, nasambaza moto. Maadui zangu watanisifanya nini? Watashindana na mimi lakini hawataniweza. Unachukua maandiko ya Agano la Kale hata ya kuhusu ya Waisraeli ndio umeabeba. Umeacha kujifunza kwa Yesu. Yesu amesema mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, mkinifuata mimi mtapata raha nafsini mwenu. Sisi huwa tunapiga kinyume. Unampenda adui yako, lakini ndio umepiga mpaka shetani aliyeko ndani yake anakuwa amepigika vibaya, amebadilika, amesambaratishwa vibaya mno. Haleluya! Yaani unapiga kinyume. Sawa sana. Jamaa mmoja alikuwa anafungisha ndoa, akasema ngoja niwafundishe leo namna ya kumpiga mke wako. Mke wako lazima wewe unampiga. Sasa nawafundisha, ukiona amekuudhi, kimbia mjini kanunue kitenge kizuri sana, unampatia. Hiyo ndio namna ya kupiga mke wako. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Sisi watu wa imani huwa tunapiga kitofauti. Anasema ukimfanyia mema adui yako unampalia makaa ya moto kichwani. Nakwambia atalia, atajuta na kujuta. Hata rudia ule ubaya, utakuwa umeshauua kabisa. Msishindwe na ubaya, bali ushindeni ubaya kwa wema. Tumieni wema kushinda ubaya. Lakini ukienda na jicho kwa jicho na jino kwa jino, utajikuta jino limekutoka we mwenyewe. Alafu utakuwa unapambana na mtu hata ulijui, kumbe lenzio lina nguvu kuliko wewe. Sisi wengine tulishasitukaga tukarudigi kujiegemeza kwa Yesu. Maana tuliona ubaunza hatuna, vitu mbalimbali hamna, uwezo wa kusema hakuna, pesa huna, ndugu huna. Watu wengine wana watu, sisi hata watu hatuna. Wenzako wana watu, akienda mahakamani kuna watu, akipelekwa polisi kuna watu, akipelekwa huku kuna watu. Wewe hata watu huna. Habiudi anaimba anasema wenzako wana watu, wakiugua anapelekwa hospitali. Tena sio hizi ni zile. Ameshinda kidogo India, na huko India sio hizi ni zile hospitali za ya juu. Wana watu, ukisikia tu kawekwa ndani, dakika chache tu yuko nje, kwa sababu wana watu. Sasa wewe watu huna, ubaunza huna, bado tu ujeuri. Si ukimbilie kwa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Jiegemeze kwa Yesu, uwe mpole kama Yesu alivyokuwa mpole. Maana yeye anawakweza wanyenyekevu, anawapinga wenye kiburi na kuwakweza na kuwashusha, anawapinga wenye kiburi na kuwainua wanyenyekevu. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Ndugu zangu wapendwa, Yesu mafundisho yake ni magumu. Mungu atusaidie. Anasema akuombaye mpe. Angalia fundisho hili. Akuombaye. Tena kuna sehemu nyingine alifafanua zaidi, akasema asije mtu kwako anasema nipe kitu au niazime kitu fulani, na wewe hicho kitu unacho, usimwambie nenda alafu urudi kesho na hicho kitu unacho hapo. Bwana Yesu asifiwe. Mafundisho ya Yesu jamani ni magumu, na vitu ya meze hivyo. Mimi naomba sasa turudi kwenye wokovu kabisa, ule kwenye kiini kabisa cha wokovu. Hasioni sababu ya kuendelea kupakana wakati kitu tumeshawekewa wazi. Sitaki mtu siku ya unyakuo aje anishike mguu aseme mchungaji ukutufundisha ukweli, niache niende zangu nikianza kuondoka. Nataka nikumwagie mafundisho yote. Yesu anasema hivyo, anatufundisha. Anasema wapendeni adui zenu, waombeeni wenye kuwaudhi, msifanye wema wenu machoni pa watu ili mtazamwe na wao. Msalipo msiwe kama wanafiki. Wanafiki wana mambo. Yaani nakwambia wanaposali, tutaangalia hayo mambo. Ameeleza Yesu habari za kupayuka. Ameeleza habari za kusimama njia panda, kujionyesha na sala ndefu. Ameeleza habari ya kusali sala ndefu kwa kidhani ndio wanasikiwa kwa sala ndefu. Tutajifunza haya siku za katikati. Na kuna watu wakifunga na kwambia kila mtu atajua. Mdomo utapindwa huo. Yaani mtu ataonekana ajala siku 3 wakati kumbe ni masaa tu mangapi.
Yesu anafundisha, sema ufungapo nawa uso wako, chukua mafuta ujipake, mtu asijue kuwa unafunga. Lakini nakwambia huko ukipita mjini sasa hivi tena huu mwezi mtukufu, si mate yanavyotemwa hapo, tadhani mtu ana nani, tadhani ni mchanchito. Kuna jamaa sana wa zamani walikuwa gepo akina Pwagu na Pwaguzi, alikuwa aliwezi kusema mjamzito, anasema nchanchito. Mate anatema mate kila wakati. Wana usinikasirishe mimi na maswaumu haya, hafu unaniletea nini? Toka hapa bwana, mimi nina swaumu. Ufungaji wa namna hiyo Yesu aliukataa. Swaumu ya namna hiyo Bwana hakuichagua. Unapofunga, Biblia inasema tena unaingia katika chumba chako cha ndani, paka mafuta usoni, mtu asijue kuwa unafunga. Unajua mwenyewe kwamba nina maombi yangu mbele za Mungu. Hii ndio Yesu aliyekubali, anaitaka hiyo. Yesu alikataa mambo ya kinafiki. Akaeleza habari za kupayuka, usalipo msipayuke kama watu wanafiki. Unajua maana kupauka, tutajifunza. Kupayuka sio kuomba kwa sauti. Kupayuka ni zile sala za kurudia. Umeshasali yaani unarudia kama adhabu bila. Yaani kuna watu wanasali kama wamepewa adhabu, kwamba sala fulani lazima uisali mara 20. Wangapi wanazijua sala za namna hii? Ni kaadhabu fulani wamepewa. Na wengine wana vishanga fulani hivi, kila kashanga kana sala, kwa unazunguka. Hizo ndio Yesu alizikataa. Wayahudi walikuwa nazo hizo, na kuna kanisa fulani kubwa wanazo, na kuna dini fulani ya hivi wanazo. Kuna kaadhabu fulani wanasali na ule ushanga na rudia. Hiyo ndio nasema, hiko ndio kunaitwa kupayuka. Vain repetitions, kurudia maneno kwa kudhani utasikiwa kwa kuwa na maneno mengi. Kuna salamu moja ndio inaniachaga hoi, yaani kama nimefungulia redio mpaka nafunga, inakera masikioni. Mariamu anasalimiwa mara 20. Yaani Mariamu, hizi salamu hizi hata kama mtoto wako anakuja kukusalimia, dakika tu ameshakuja tena, shikamoo baba. Shikamoo baba tena. Amekizunguka tu ndio wewe nyamaza. Sasa Mariamu anasalimiwaga ndugu zangu, yaani wewe acha tu. Salamu mama nani, umejaa neema. Salamu tena. Salamu, yaani anasalimiwa, yaani hata kama ni mimi ningekasirika. Na Mariamu kwa kuwa yeye ni mpole, nadhani huwa akasirikaji. Hizo ndio salamu ambazo Yesu alikataa. Sala za namna hiyo ndio zinaitwa kupayuka. Kwa sababu Mungu angelikuwa yuko kinyume na kuomba kwa sauti, asingelimshusha Roho Mtakatifu. Maana watu waliomba mpaka wakasema hao wamelewa kwa mvinyo. Sio kuomba kwa sauti kupayuka. Ingawa na yenyewe ina sehemu yake, pia ina maelekezo yake. Kuna mahali pa kufanya hivyo. Sio umekaa kwenye nyumba ya kupanga unaomba kwa sauti mpaka wenzako wanashindwa kulala. Nikisikia nitakutenga hapa kanisani. Uwe na hekima. Haleluya. Mafundisho yetu tujifunze kwa Yesu. Muda umeisha. Nilipewa muda mbaya. Muda ulikuwa umeenda, na mafundisho jamani yanataka angalau saa 2. Sasa kuna mambo muhimu sana ambayo tutakiwa tujifunze kwa Yesu. Niataje tu haraka ili angalau uweze kupata picha. Tutaendelea nao katika ibada za katikati, kufafanua kimoja. Yesu akaeleza mambo kama hayo. Akasema, wasameheni watu makosa yao, kama Baba yenu wa mbinguni alivyo tusamehe sisi makosa yetu. Na katika ile sala ya Bwana akafundisha vitu kama hivyo. Akasema tusamehe makosa yetu. Unapoingia katika sala, kama sisi tunavyowakosea, ina maana upaswi kuomba msamaha kama wewe hauko tayari kusamehe watu wengine. Na hili ni tatizo kubwa sana. Watu wamewabeba watu katika maisha yao, katika mioyo yao, wanaweza ikaleta shida. Wengine mpaka wamepata magonjwa kama pressure,
umepata magonjwa ya shinikizo la damu kwa sababu ya kukaa na watu huku. Biblia inasema katika Waebrania, tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote, na huo utakatifu ambao hakuna mtu atakayemwona Mungu asipokuwa nao. Kwa hiyo lazima iwekwe bidii kwenye kutafuta amani. Usimweke mtu moyoni mwako, hata kama mlibishana mkabishana mkatamkiana maneno mabaya na mkatangaza kwamba sitaki leo tusisalimiane, tusifanye nini, hata kama mlisema hivyo. Kuna watu wengine wanatamka haraka sana, ni ukisikia nimekufa usije kunizika. Hata kama mlishatamka hayo, tafuta kwa bidii, patana na yule mtu. Haleluya! Na maneno machache tu. Kwa nini uteseke mwaka? Unateseka miaka mingi tu, baada ya kwenda tu kusema nisamee, yameisha, nilikukosea. Kwani ukisema hivyo watakunyang'anya viatu? Eti unabaki yule yule tu. Mwambie, ndugu yangu, niliongea siku ile, nilipata hasira za kishetani, lakini nimesoma neno la Mungu, nimeona hii si sawa. Nimekuja na kuomba radhi, nilifanya makosa, naomba unisamee, niwe na amani. Sitaki kuwa na adui. Ndivyo Biblia inavyofundisha. Kwani tung'ang'anie watu? Nasema kama msipowasamee watu makosa, na Baba yenu wa mbinguni atawasamee. Kimsingi, kwa ujumla, kama ulikuwa hujui, kwa taarifa yako, sisi wote ni wenye dhambi. Neema ya Mungu tu imetusaidia. Yaani huwezi kuwa mkamilifu kabisa. Hata ukikuta watu wanapiga mwizi na wewe ukianza kupiga, nakwambia hivi, unapiga mwizi mwenzio. Tena wezi ambao ni wezi ndio wanapigaga kweli wenzao. Msihukumu msije mkahukumiwa. Haya ni mafundisho ya Yesu. Hukumu ile mhukumuyo ndiyo mtakayohukumiwa. Bahati mbaya sana watu wanamhukumu mwenzake naye yuko hivyo hivyo. Unakuta watu wanapiga mwizi na wewe unaungana. Hujawahi kuiba wewe? Kweli tukikufuatilia hujawahi kuiba? Ukiona watu wanapiga si mtu wa namna gani, ujue. Ndio maana Yesu akamwambia wale siku ile, nyinyi, huyu mwanamke ni mzinzi. Sawa. Sasa asiye na dhambi ndio anatakiwa kumpiga huyu. Unafikiri alibaki mtu pale hata mmoja? Hakubaki. Hata kama hujafanya dhambi zingine, kuna dhambi zingine hata kama hujafanya lakini iko moyoni mwako na haijakusumbua, na wakati mwingine hujapata tu nafasi ya kuifanya, ungeifanya. Kwa sisi ni waovu, tuwe na rehema, tuwe ni watu ambao tunanyenyekea mbele za Mungu na kuona Mungu kwamba tumepata neema yake, na sisi tuwe na rehema kwa watu. Unajua wakati mwingine mazingira tuliokulia yanaweza kama kusaidia sana, yamekusaidia wewe kusoma. Kuna watu wengine hawajasoma kwa sababu hakuwa na mtu hata wa kumsomesha. Wewe umekuwa mwema hapo, pengine sio mdokozi kwa sababu ulilelewa na mtu safi. Lakini kuna mtu mwingine hakupata mtu wa kumlea hivyo, amejikuta amekuwa mdokozi, mwishowe mwizi. Sasa hii ni neema, ndio wanasema uko hivyo ulivyo kwa sababu ya neema ya Mungu. Ukilitambua hilo, utawapenda watu na utawatazama watu katika mtazamo mwingine. Hata ukiwakuta wanafanya vitu fulani, utawatazama katika mtazamo mwingine. Nakwambia, amini usiamini, kuna watu hapa mjini amezaliwa, baba ameshakufa, yuko tu hivyo, kamekulia mtaani, hakajui cha nini wala nini, amejikuta kakajiunga na makundi ya ovyo, kanaanza kuvuta madawa ya kulevya, anaanza kujiuza kule. Usidhani kwamba yule mtu alipenda kuwa hivyo. Fuatilia, utakuta kwamba yani mazingira aliyolelewa, aliyokulia yamempelekea hapo. Kwa ukiliona hilo, hata utafurahia. Machokora, tokeni hapa bwana, nyie machokora. Unafikiri walipenda kuwa machokora? Utakuwa na huruma, utawahurumia wale watu, na pengine unaweza kujitahidi kutafuta njia ya kuwasaidia. Neema ya Mungu, ndugu zangu wapendwa, ndio imetuweka hapa tulipo. Umekulia hapo kwa wazazi wazuri, umekulia si kwa mjomba, si kwa nani, waliokulea vizuri, ndio matokeo ya hivyo ulivyo. Bila hivyo wewe hauna tofauti na mtu mwingine. Kwa hiyo tujifunze kwa Yesu, tuwe na rehema. Neno linasema, anaendelea kufundisha tunapofunga tufanyeje. Anaendelea kufundisha, msijiwekee hazina duniani. Anasema msisumbukie maisha yenu, chakula, mavazi na nini. Hayo ni mafundisho ya Yesu. Msihukumu msije mkahukumiwa. Mbona wakitazama kibanzi kwenye jicho la ndugu yako, au hulioni boriti lililo katika jicho lako mwenyewe? Unaona, watu wanaohukumu wanahukumu
ameona kibanzi kwenye jicho la mwenzake, anataka kumtolea, lakini kumbe wewe una nguzo ya umeme. Yaani wewe una nguzo ya umeme kwenye jicho, alafu unaanza kutoa katakataka kwenye jicho la mwenzio. Mungu atusaidie sana, watu wa Mungu. Mafundisho Yesu ni magumu si ndio? Lakini amesema nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Yaani ni sisi kunyenyekea tu, kulainika, basi mambo yatakaa vizuri. Sasa kuna neno fulani linaitwa golden rule, alilisema Yesu. Hii ni sheria ambayo ni sheria, si kwa nini waliita golden. Ni ya thamani sana, yenye baraka. Neno hili linasemaje? Yoyote mtakayo mtendewe na watu, nanyi watendeni vivyo. Bwana Yesu asifiwe. Hebu natamani tuirudie hili neno. Yoyote mtakayo mtendewe na watu, nanyi watendeni vivyo hivyo. Hebu tuseme tena. Yoyote mtakayo mtendewe na watu, nanyi watendeni vivyo. Wangapi wanapenda kutunzwa wakiwa wanaimba? Mama yangu pale anaombaga kabisa, naombeni mnitunze. Yoyote mtakayo kutendewa na watu. Wangapi wanapenda kutunzwa au kupongezwa wanapofanya vizuri? Hata mimi napenda. Yaani kitoka tu hapo kaniambia, mchungaji umehubiri vibaya leo, nitavunjika moyo. Kila ibada itakuwa namwachia mchungaji Gideoni ahubiri. Mungu ndivyo alituweka tutiane moyo, kutambua kitu cha mwenzio alichopewa, si ndio? Kwa hiyo jamani, ukipenda kupongezwa na wewe pongeza. Ukipenda kutunzwa na wewe tunza. Ukipenda yani kufadhiliwa, fadhiliwa kwenye vitu fulani, watu wakubebe, fadhili wengine. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Hii inaitwa ni sheria ya dhahabu, sheria muhimu sana, kwamba lolote utakalo kutendea. Ina maana hiyo, ilikuwa ina maana hivi kwamba kama kuna kitu fulani kibaya hupendi kikupate, basi hicho kitu usipende mtu yeyote kimpate. Mungu atusaidie sana. Maneno haya ni magumu na nimechukua muda, lakini ni maneno muhimu sana. Hapo ndipo wokovu wetu ulipojikita. Achana na wachungaji na manabii na wanini wanaofundisha hili na lile. Hapa tumelenga penyewe kujifunza kwa Yesu, kwa Bwana wetu, mwanzilishi wa imani yetu. Haijalishi tumekuwa tukifanya sawasawa au tumekuwa tukikosea, turudi sasa tukafanye sawasawa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Anasema ingieni kwa kupitia mlango ulio mwembamba, maana njia ni pana inayoenda upotevuni, lakini njia ni nyembamba inayoenda uzimani. Na malizia, mimi nimechukua summary tu, nimechukua kifupi kineno kimoja kimoja, lakini tutakuja kuangalia kwenye mafundisho ya katikati ya wiki. Biblia inasema mti hutambulika kwa matunda yake. Anaendelea kusema mafundisho, yaani Yesu alikuwa na mafundisho ya ajabu sana. Akasema ndiposa mtawatambua kwa matunda yao. Watu wa Mungu mtawatambua, si kwa mafundisho, si kwa mahubiri, si kwa nini, matunda. Zao la hayo wanayoyafanya ni nini? Nini kinatokea? Maisha yake yakoje? Je, anamwakilisha Yesu? Anasema mti mbaya hauwezi kuzaa matunda mema, wala mti mwema hauwezi kuzaa matunda mabaya. Watu hawachumi zabibu kwenye mibigili, watu wanachuma tini kwenye mtini. Anasema ndiposa mtawatambua kwa matunda yao. Mti mbaya huzaa matunda mabaya na mti mwema huzaa matunda mazuri. Sasa wafuatilie hao watu wenye miujiza mingi, wale manabii, mitume, wane miujiza kweli kweli. Yaani wafuatilie, utakuta wengi hawana hata ndoa, walishafukuzaga wake zao siku nyingi. Wafuatilie. Wewe mfuatilie mtu yoyote anayejiita nabii, mfuatilie. Utakuta katika 100 labda wako wachache sana, na hao wako mbioni kuachana. Matunda ndio utajua chakula anachokulisha ni chenyewe au sicho. Unaweza kama unakulisha matango mwitu, unakimbilia miujiza. Fuatilia maisha yao yamekaaje, ndiposa mtawatambua kwa matunda. Si kila mtu aniambiaye Bwana Bwana atakaye urithi uzima wa milele, bali ni mtu yule
asikiaye maneno yangu na kuyafanya. Tena namalizia kwa kusema ile 24:7. Namalizia samari yangu. Fungua Mathayo 7:24 hadi 29. Ndio tunamalizia hapo. Mathayo 7, mafundisho ya Yesu. Mimi nimechukua kifupi, lakini kila neno alilolisema Yesu hapa mnaweza mkakaa zaidi ya saa mnaangalia mambo mbalimbali hapo. Angalia sura ile ya 7 mstari kuanzia 24. Yesu anasema hivi: basi kila asikiaye hayo maneno yangu na kuyafanya atafananishwa na mtu mwenye akili aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba. Mvua ikanyesha, mafuriko yakaja, pepo zikavuma, zikaipiga nyumba ile isianguke, kwa maana misingi yake imewekwa juu ya mwamba. Na kila asikiaye hayo maneno yangu asiyafanye atafananishwa na mtu mpumbavu aliyejenga nyumba yake juu ya mchanga. Mvua ikanyesha, mafuriko yakaja, pepo zikavuma, zikaipiga nyumba ile ikaanguka, nalo anguko lake likawa kubwa. Ikawa Yesu alipoyamaliza maneno hayo, makutano walishangaa mno kwa mafundisho yake, kwa maana alikuwa akiwafundisha kama mtu mwenye amri, wala si kama waandishi wao. Tusimame.